Leo nataka nikufundishe ni jinsi gani ambavyo unaweza ukatumia software ambayo inaitwa TradingView. Inawezekana ukawa umeisikia au umeona sehemu mbalimbali katika hii video. Nitakufundisha jinsi gani ambavyo unaweza ukatumia hiyo software ya TradingView. Before sijakufundisha, lazima ujue kwamba software ya TradingView inatumiwa na watu wa aina gani. Software ya TradingView inatumiwa na financial traders. Financial traders ni watu wa aina gani? Financial traders ni watu ambao wanashiriki katika masoko ya kiuchumi ambayo tunayaita financial market. Masoko yenyewe yanaweza kawa soko la forex ambayo linafahamika sana, kuna soko la crypto, kuna soko la stocks, kuna soko la indices, kuna futures na masoko mengine. Yes, haya ndio tunaita masoko ya kiuchumi. Kwa mtu ambaye anashiriki katika masoko hayo tunamuita financial traders. Kwa hiyo software ambayo nataka nikuelezea TradingView inatumiwa na watu ambao wanaitwa financial traders. Kwa mtu ambaye anafanya biashara ya forex ana access ya kwenda kutumia hiyo software ya TradingView. Kwa mtu anafanya biashara ya crypto, kwa mtu ambaye ana trade indices na masoko mengine ambayo nilikutajia hapo awali. Sasa ili kuelewa umuhimu mkubwa uliokuwepo kati ya hii software ya TradingView na financial traders, nitakupa mfano hai mmoja ambao utakufungua na kuelewa umuhimu uliokuwepo kati ya TradingView na financial traders. Mfano wenyewe ni huu hapa. Yes, let's say wewe hapo una ujuzi wa kucheza mpira. Kama tunavyofahamu kwamba shughuli nyingi za mpira zinafanyikia uwanjani. Shughuli nyingi za mpira zinafanyikia uwanjani. Kwa hapa tunaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kati ya mtu ambaye ana ujuzi wa kucheza mpira na uwanja, kwa sababu shughuli zake nyingi anazifanyia uwanjani. Basi ni sawa sawa katika TradingView na financial traders. Financial traders either trader ambaye ana trade soko la forex au crypto au masoko mengine, anahitaji software ya TradingView ili kufanyia shughuli zake za uchambuzi wa masoko katika hii software, kwa sababu hii software inatoa access ya uchambuzi wa masoko. Kwa hapo utakuwa umeona umuhimu uliokuwepo katikati ya TradingView na financial trader. So nitakupeleka kwenye TradingView yenyewe ili uweze kuona ni jinsi gani ambavyo sasa unaweza ukaitumia, na hii ndio point ya hii video. So make sure unaangalia hii video kuanzia hatua kwa hatua, make sure uskip sehemu yoyote, kwa sababu ni video yenye umuhimu mkubwa kwa wewe ambaye unataka ufanye biashara ya forex. Ili uweze kuipata hiyo software ya TradingView ambayo nimekuelezea hapo nyuma, utaenda katika browser ambayo wewe unaitumia katika kifaa chako. Inaweza ikawa simu au kompyuta. Yes, na baada ya kwenda katika browser yako, kama mimi browser ambayo naitumia inaitwa Chrome. So baada ya kufika katika browser hapa, nitakliki kwenye search engine yangu, na nitakachokifanya hapa nitaenda kusearch kitu ambacho kinaitwa TradingView. Kwa hiyo utatype TradingView kama hivyo, utaklik hapo na itakuleta katika ukurasa huu hapa, na utaklik katika option ya kwanza hii hapa ambayo imeandikwa TradingView Track All Markets, na itakuleta katika official website ya TradingView. Inaonekana kwa mfumo huu hapa. So hapa katika official website ya TradingView nitakuelezea vitu vichache sana. Hapa juu kuna option ya kwanza ambayo inaandikwa product, kwa inaonyesha product ambazo zinapatikana katika hii website yao. Super chat, super chat ni utapata access ya kuona masoko ambayo nitakuonesha mbele. Then kuna community. Community ni sehemu ambapo utaweza kuona taarifa mbalimbali ambazo zinashare katika hii software ya TradingView. Then kuna markets, wakuonyesha kwamba masoko ambayo yanapatikana katika hii software yao, na aina ya masoko ni haya hapa ambayo nilikwambia awali. Kuna indices, kwa haya ndo masoko ya indices unaoyaona hapa. Yes, haya ndo tunaita indices. Kuna stocks. Stocks ni haya hapa, makampuni mbalimbali kama kuna Apple, kuna Amazon, kuna Tesla, Microsoft na mengine. Kuna crypto. Yes, masoko ya crypto ni haya hapa ambayo unayaona. Kuna Bitcoin, kuna Ethereum, kuna USDT, kuna Binance na kuna cryptocurrency nyingine nyingi sana. Then kuna soko la futures, unaona ni hizi hapa, gold, silver, copper na mengine. Then kuna masoko ya forex ambayo yanafahamika sana kama kuna Euro USD, kuna USD JPY, kuna GBP USD. Yes, ambayo ina stand for British Pound na United States Dollar ambayo ndio GBP USD mfano. Then kuna masoko mengine ambayo unaweza pia ukafuatilia ukapata access. Then kipengele kinachofuata ni kipengele cha brokers. Brokers haya ni makampuni ambayo unabidi ujiconnect nayo ili uweze kupata access ya kuingia sokoni ukiwa na mtaji wako kutrade na kutengeneza faida. Then kuna kipengele kingine ambacho kimeandikwa more. Yes, kwenye kipengele kitu cha muhimu ni kwenye downloads hapa. Sasa jinsi gani ambavyo unaweza ukaipata hii software ukaiweka katika simu yako, katika kompyuta yako.
Kila kwenye downloads hapa, ukiklik itakwenda katika ukurasa huu hapa, na hapa kuna option 3 ambazo utachagua kulingana na kifaa ambacho unachokitumia. Let's say kama unatumia Windows, maana yake utaklik hapa, kama unatumia MacBook utaklik hapa katikati, kama unatumia Linux utaklik hapo mwisho, na finally utaidownload software ya kuingia katika kifaa chako, na mwisho itakaa katika kifaa chako kama mimi inavyoonekana huku chini TradingView hii hapa. Yes, baada ya kuwa umefanikiwa kuidownload software ya TradingView katika kifaa chako, unaweza ukawa unatumia simu, kompyuta au kama mimi ambavyo naitumia katika laptop yangu. So baada ya kuidownload utaambiwa ufungue account kwa kujaza email yako pamoja na password. Kwa baada ya hapo itakwenda katika ukurasa kama huu ambao mimi nipo. Na ukiangalia upande wa kushoto juu, yes, pale ndio itakapokuwa inasoma account yako ambayo utakuwa umeweka pamoja na email yako. So ukiangalia muonekano wangu wa TradingView inaonyesha rangi nyeupe na nyeusi. Huu ni muonekano ambao unaweza ukauseti. Na jinsi ya kuseti muonekano kama huu, una click hapa katika account yako, then una scroll down kuja katika app setting hapo. Ukisha click katika app setting utakwenda katika ukurasa huu hapa. Yes, then hapa katika general uta scroll down huku upande wa kulia na utaklik katika sehemu ambayo imeandikwa light. Kwa baada ya kuklik hapa katika light, software yako ya TradingView application yako itaonekana kwa mfumo wa rangi nyeupe full. Na kama ni mara yako ya kwanza kufungua account, utaikuta software yako ipo katika muonekano huu hapa. Lakini mimi natumia muonekano wa dark mode kwa sababu ni huwa nafanya uchambuzi hadi muda wa usiku. Kwa hiyo nikitumia hii dark mode inasaidia at least kwenye kulinda macho yangu, kwa sababu wanafanya uchambuzi hadi muda wa usiku. Kwa hiyo ni kitu ambacho mapendeleo yako, unaweza ukatumia rangi nyeupe au nyeusi. So turudi katika point ya video. Nilisema kwamba katika hii video nataka nikuelekeze ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaitumia hii TradingView, kwa sababu natumia katika uchambuzi wa masoko ya kiuchumi mbalimbali. Na hapa nitaenda kukuelekeza vitu muhimu ambavyo vitakusaidia wewe katika uchambuzi wa masoko. Kwenye TradingView kuna vitu vingi, lakini kwa experience yangu mimi ya kutumia hii software kwa muda mrefu, kuna baadhi ya vitu vipo lakini havina umuhimu mkubwa sana katika uchambuzi wako wa masoko. So hili video isiwe ndefu sana, nitaenda kuelezea vile vitu muhimu ambavyo vina kusaidia wewe katika uchambuzi wa masoko ili uweze kupata entry, ujue mwelekeo wa price day ni upi ili uweze kutengeneza faida katika trade yako. So kama nilivyosema hapo, nishaongelea kipengele cha kwanza. Hapa ni sehemu ambapo account yako inaonekana, na kipengele cha pili upande wa kushoto, hizi ni tools ambazo zinatumika katika uchambuzi. Hizo zote ambazo unaziona hapa ni tools ambazo zinatumika katika uchambuzi. Yes, hapa namba 1 ni kasa. Hii kasa ni unataka utumie kasa ipi? Let's say ukitaka kutumia doti, ukiangalia hapa sasa hivi katika chart yangu, yes, inaonekana alama ya kidoti cheusi hiki ambacho tunakizungusha. Kwa hiyo katika kipengele cha kwanza hapa ninabadilisha kasa. Unaweza ukatumia hii au unaweza ukatumia hii ambayo ina frame nyekundu kama hivyo, lakini mimi huwa napendelea ya juu. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kawaida. So kama nilivyosema, nitakufundisha vitu vya umuhimu ambavyo vitakuwa msaada katika uchambuzi wa masoko yako. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ni favorites hivi hapa kwangu, kama kuna horizontal. Yes, hivi ndio vitu ambavyo huwa navitumia mara kwa mara katika uchambuzi wa masoko katika hii software ya TradingView mimi binafsi. Kwa hiyo hivi ni vitu muhimu ambavyo navitumia mara kwa mara. Kama hapa kuna kipengele ambacho kinaitwa horizontal, kuna kipengele ambacho kinaitwa long position, kuna kipengele ambacho kinaitwa rectangle, kuna kipengele ambacho kinaitwa pass, kuna cycle, kuna arrow, kuna text, kuna trend na kuna short position. Kwa hivyo ni vitu ambavyo navitumia mara kwa mara. Sasa ili nisiwe nakuja kuvitafuta mara kwa mara, nimeviweka hapo favorite. So jinsi ya kuweka hivyo vitu, kile katika tools utaangalia unahitaji tool gani ambayo unataka kuitumia. Kwa hiyo labda unataka utumie hii tool ambayo imeandikwa lay. Utakachokifanya, ukiklik hapa katika hiyo star itakuwa ya njano na automatically tool itakaa katika favorite. Let's say unataka uongeze na hii, kwa hiyo ukiklik itajiongeza. Kwa hivyo ni jinsi ambavyo unaweza ukaweka tools zako favorite. Na ukitaka kutoa, naki unakuja una click tena hapa katika star, na ukiangalia huko tools inaondoka. Lakini ukiklik hapa katika star tu inarudi. Kwa hiyo hivi ni jinsi ambavyo mimi nimeziweka hizi tools zangu, kitu ambacho kisikuchanganya. So kama nilivyosema, hizi ni tools ambazo zinasaidia katika uchambuzi. Let's say hapa kuna kitu kinaitwa text, kuna cycle, yes, na hapa kuna long position na short position. Hivi ni vitu muhimu sana ambavyo mimi tayari navitumiaga. Ukiangalia hapa nikiklik kwenye star, inakuja hapo short position, nishaviadi. Kwa hivi au hizi tools ambazo zipo huku nitaenda kukuelezea kipindi ambapo nitafanya uchambuzi mdogo ambao ndani yake utanilazimu nitumie baadhi ya tools ambazo wewe utajua zina maana gani. Kwa
mwishoni nitafanya uchambuzi. So hakikisha unaiangalia hii video kuanzia mpaka mwisho, kwa sababu hizi tools utazielewa kipindi kile ambacho nitakuwa nafanya uchambuzi, zitahitajika, lazima nizitumie kwa hapa ambapo tutakapojifunza. So tukirudi huku juu, kuna sehemu imeandikwa symbol search. Symbol search ni nini? Nikiklik hapa katika symbol search sasa hivi kuna symbol imeandikwa EURUSD. Hilo ni soko la kwenye forex ambalo linaitwa EURUSD. Kwa mfano, mimi nataka ni trade soko la British Pound versus United States Dollar, ambacho kifupi chake inasimama kwa GBP USD, GBP USD. Kwa hiyo ili nilipate hilo soko lazima ni search kwa symbol ambacho kifupi chake ni GBP USD. Hii kirefu chake ndio iko ambacho nimekwambia hapo nyuma, British Pound na United States Dollar. Lakini hapa uta search kwa kifupi kama hivyo GBP USD, na baada ya kusearch soko ukiliona una click hapa na automatically inabadilika katika chart linakaa ile soko husika. Kwa maana hapa wanaita symbol search. Kwa hapo uta search aina ya soko ambayo unataka uitrade, lakini kwa symbol, kwa kifupi. Kwa maana hapo unaona zinakaa herufi kwa kifupi. Kwa hiyo hapo utakuwa umenielewa. Then tuje katika kipengele kingine hiki ambacho ni muhimu, ni time frame. Time frame kama unavyoona hapa kuna time frame ya dakika 5, 15, nusu saa, lisaa moja, masaa mawili, masaa matatu, masaa manne, siku moja pamoja na wiki. Kwa time frame kiufupi nitakuelezea time frame inahusikana na katika chati. Unazoziona hizi chini huku tunaziita ni candlestick. Hii mistari ya kijani na mekundu ambayo inaonekana huku inaitwa candlestick. Tena ngoja nitumie chati kama ya Euro USD ili uweze kuelewa kirahisi. Kwa hiyo nikija hapa katika soko la Euro USD, chati zinaonekana vizuri. Kwa hiyo hii mistari ambayo inaonekana hapa inaitwa candlestick. Kwa hiyo let's hapa nipo katika time frame ya dakika 15. Maana yake kila mstari wote ambao unaona hapa, aidha uwe wa kijani au mwekundu, umetumia dakika 15 kujitengeneza, kujifungua mpaka kujifunga. Hizi candlestick za kijani zile ambazo zinajitengeneza, zinajifungua chini, zinaenda zinajifunga juu. Kwa hiyo imejifungua huku, imeenda imejifunga juu. Na hizi candlestick nyekundu zinajifungua juu. Yes, kama hii nyekundu moja hapo huwa inajifungua juu kwenda chini. Hivyo. Kwa hiyo kila candlestick utengenezaji wake hapo unatumia dakika 15 kama utaweka katika time frame ya dakika 15. Kwa katika time frame ya nusu saa, maana yake hapa kila candlestick utengenezaji wake unatumia nusu saa. Ukiweka katika time frame ya lisaa moja, maana yake kila candlestick hapo inatumia lisaa moja. Kwa hapo na I hope kwamba utakuwa umepata maana au pointi ya hii time frame na relate vipi na katika chart. Sasa ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaweka time frame, kwamba majira ambayo unataka uyatumie. Let's say kwamba unataka utumie lisaa moja kwa sababu time frame ni nyingi. Nikiklik hapa katika hiki kidoti, baada ya 1 week hapo upande wa kulia palipoandikwa chart interval number, nikiklik hapa inaonyesha time frame ambayo mimi naweza nikaitumia. Kuna mwingine anataka alichambue soko hadi kwenye dakika moja. Kwa sasa ili uweke hiyo time frame ya dakika moja, hapa juu utakachokifanya unakuja hapa katika time frame na click katika hii star. Kwa ukiklik hapa automatically hii time frame inajiongeza. Hii time frame inajiongeza hapa. Yes, hii hapa. Kwa hiyo unakuja una click katika 1 minute unafanya uchambuzi wako. Yes, lakini utaziweka hizo time frame kutokana na vile ambavyo wewe umejifunza uchambuzi wa masoko yako ya forex. Lakini kwa hapa mara nyingi mimi wanatumia dakika 5, 15 na kuendelea. Kwa hapo utakuwa umepata point. Na let's say kama hii time frame ya dakika moja ukitaka kuitoa, unakuja na click kwenye star inaondoka. Feel simple. Sasa twende kwenye kitu kingine bila kupoteza muda. Ni hii hapa option nyingine ambayo imeandikwa candles. Kwa hiyo nikiklik hapa katika candles inaleta katika ukurasa huu hapa. Na hapa katika candlestick wewe unataka uone soko katika muonekano upi. Kuna muonekano wa bars ndio hapa juu. Click katika bars, maana yake chati inabadilika kutoka katika zile candlestick ambazo nilikuelekeza hapo kuja katika bars. Bars zinaonekana katika mfumo huu. Then ukitaka uchukue muonekano mwingine, let's say wa line, baadhi ya watu wanachambua soko katika muonekano wa line, wengine ndio wanaelewa, depend. Kwa hiyo soko litaonekana katika mfumo huu hapa. Kwa hiyo hapa ni jinsi gani unataka ulione soko katika mfumo upi, lakini mfumo ambao ni maarufu ni huwa candle. Kwa hiyo unakuja na click hapa katika candle kwa sababu ndio ambao unatumiwa hata mifano katika vitabu vingi vya kujifunza forex. Kwa hiyo ndio mfumo ambao kila mtu anaofahamu au unatumiwa na watu wengi, lakini ni wewe mwenyewe utachagua utumie mfumo upi. Kwa kipengele hiki cha candle tumemaliza. Tukija katika indicator hapa, indicator ni kipengele ambacho unachagua tools ambazo zinakusaidia kuonesha mwelekeo wa price, mwelekeo wa bei ni upi.
Sasa kipengele cha indicator nitakielezea mwishoni kipindi ambacho nitakachokuwa nafanya uchambuzi mdogo, kwa nacho pia kitaingia, kwa utaelewa na maanisha nini kuja katika kipengele. Kwa tuje katika kipengele kingine cha maana ni hiki hapa ambacho kimeandikwa alert. Sasa alert ni nini? Kwa mfano sasa hivi unaweza kuiona kwamba price ipo katika level hii hapa. Yes, ipo katika level hii, lakini sasa mimi ninachokitaka, nataka price ikifika katika level hii hapa juu hapa, yes, ikifika katika level hii kuna possibility ya mimi kuseli. Kwa sasa siwezi kukaa muda wote naangalia chart mpaka ije kufika katika level hii. Kwa hiyo nitakachokifanya nitamaki hapa mstari wangu wa horizontal, price ikifika katika hii level mimi ambapo nataka niingie sokoni kuanza kufanya uchambuzi wangu. Sasa nitajuaje kwamba price ikifika katika hii level, muda ambao mimi sitokuwa karibu sana kwenye laptop yangu? Kwa ninachokifanya hapa na set kitu ambacho kinaitwa alert. Alert ambayo inakuwa kama alarm. Kwa hiyo jinsi ya kuseti, utakuja hapa kwenye alert, ukishaklik katika alert utakuleta katika ukurasa huu hapo. Baada ya kufika katika ukurasa utaangalia aina ya pair ambayo unataka kuisetia alert, ni hii ya Euro USD. Sasa eneo lipi ambalo unataka price ikifika, price ni bei, ikifika katika hilo eneo ili uweze kukumbushwa kwamba price imefika katika eneo lako. Mimi eneo langu ni hili hapa ambazo nimeliwekea horizontal, yes, huu mstari. Then eneo hilo price yake ni hapa 1.15574. Kwa ninachokifanya huku katika alert nakuja na andika hapa ili eneo vizuri kwamba ni 1, naangalia 1.155 5.274. Hakikisha unazikopi hizo namba vizuri. Kwa baada ya kuandika hizo namba, utakachokifanya njoo katika upande wa notification. Then katika notification ukiscroll kuna sehemu imeandikwa play sound. Make sure hapa katika play sound pana kuwepo on. Then baada ya kuwa on, utakachokifanya una click hapa chini katika alarm clock ili kuangalia aina ya miito ambayo unataka uweke ili kukumbushe price itakapofika. Kwa mfano tukianza na mwito wa kwanza ni huu hapo. Unaona kuna wa pili huu ambao umeandikwa no reverb, kuna watatu ambao ni alarm clock, kuna huu hapa, kuna huu wa calling. So let's say labda unataka uweke mwito wa calling. Kwa hiyo una click hapa katika calling na inakaa. Kwa baada ya hapo una create, yes, then unarudi katika alert yako. Yes, make sure hapa kwenye price pia pamerudi kwa sababu pale tayari unakuwa umesha save aina ya mwito ambao unataka bei ikifika pale ukumbushe nao. Kwa unaweka price yangu tena hapa, then na click hapa chini palipoandikwa create. Yes, kwa baada ya kuklik hapo palipoandikwa create ili ku make sure kwamba ume create hiyo eneo, utakuja hapa katika upande wa kulia huku, angalia ikasa inaleta upande wa kulia, kuna sehemu pameandikwa alert. Kwa ukiklik hapa katika alert utaona kwamba alert yako umeisave. Sasa alert maana yake nini? Maana yake muda wowote price itakapofika katika hili eneo langu katika hii bei, maana yake utasikia huo mlio. Kwa hata kama nikiwa kidogo mbali na PC yangu, nikisikia huo mlio nitajua kwamba okay, price imefika katika eneo langu ambalo mimi nilikuwa nalitaka. Kwa hivyo ndio jinsi ambavyo hii alert inafanya kazi. Sasa kuna kipengele kingine ambacho kimeandikwa reply. Kwa ukiklik hapa katika reply, kuna tool unaipata ambayo hii inafuta chat. Ukiklik katika reply kuna tool ambayo inakuja inafuta chat. Yes, kwa ni very simple, na click hapo katika reply, then tool inafuta mstari wa blue. Sasa ukihitaji sehemu ambayo wewe unataka ufute, una click hapo, but hii feature ni lazima ulipie katika TradingView. Hiyo sio bure, hiyo ni lazima ulipie ili uweze kuitumia. Na hii inatumika pale ambapo umejifunza strategy, unataka ubacktest. Sasa pengine labda unasema ushaona soko kwamba umeliona soko kwamba soko limeseli kutoka huku hadi huku, yes, direction yake ni down trend linaelekea chini, yes, ni down trend, ni down trend. Sasa pengine strategy yako ambayo wewe unaitumia unataka uibacktest, pengine labda price ilivyokuwa imefika eneo hili hapa, eneo hili hapa ingeweza kubuy au kuseli. Kwa unachokifanya unakuja unaweka hiyo reply. So reply itakupa access ya kufuta, huko pengine pa nyuma patakuwa hapa onekana, lakini sasa siwezi kuitumia full hapo kwa sababu ni lazima ulipie, lakini hivyo ndio jinsi ambavyo inatumika. So bila kupoteza muda, then niondoe hii mistari ambayo nimeiweka ili sikuchanganye hapa.
Yes, kwa nikitoa hivyo chati yangu inarudi kuwa normal kama mara ya kwanza ilivyokuwa. Sasa kipengele kingine ni kipengele hiki hapa, hiki cha undo. Unaweza ukarudisha kitu ambacho umekifuta. Kama nimeclick hapo kwenye undo, naweza kuona kwamba mstari imerudi. Ni hiki kipengele cha juu hapa pembeni ya reply. Kwa hiyo ukiclick hapa mbele kipaandikwa redo, na yake unaondoa mstari. Kwa hiyo ni kipengele ambacho kinakusaidia hivyo. Then kuna kipengele kingine hiki hapa ambacho cha layout. Ukiklik katika layout unakwenda katika ukurasa huu, lakini pia ni kipengele cha kulipia. Sasa kipengele cha layout unaweza kugawa hii chati, hii soko linavyoonekana katika pande zote ambazo unazitaka. Unaweza kugawa katika pande mbili kama hapa naonyesha pande mbili hivi, lakini ni feature ambayo lazima uilipie, ndio maana inaita hivi ukitaka kuitumia. So hivyo ndio jinsi ambavyo inatumika. Kama nilivyosema hapo awali, ili nisifanye video ndefu sana, kwa hiyo nitaenda kuclick vitu vya muhimu. Hapa ni sehemu ya setting. Kwa hiyo ukiklik katika setting hapo utakwenda katika ukurasa huu hapa. Setting ni hapa juu kwenye kasa yangu hapa inaonyesha. Kwa hiyo ukiklik itakwenda katika huu ukurasa, na hapa kwenye setting unaweza ukafanya baadhi ya mabadiliko madogo. Kwa mfano hapa body ni rangi za hizi candlestick, hii ya kijani na nyekundu. Pengine hutaki muonekano huu wa rangi, hesabu unataka kwenye kijani kuwe nyeusi. Kwa hiyo jinsi ya kuset ni very simple. Kuja hapo kwenye body, una click kwenye hii rangi, anakuletea aina za rangi ambazo unataka utumie. Lesi nataka niweke nyeusi, na click kwenye nyeusi. Baada ku click hapo na click pale kuandikwa okay, na ukiangalia hapa chati yangu muonekano kidogo umebadilika kutoka kijani kwenda kwenye nyeusi. Kwa hiyo nikitaka ni seti, narudi hapa na click katika nyeusi, narudisha katika kijani, nikiclick okay, rangi yangu inarudi kama mara kwanza. Kwa hiyo ni sehemu ambayo nataka kubadilisha aina za rangi na settings zingine ambazo unaweza ukazifanya mwenyewe au kuzipitia ili kufanya video isiwe ndefu. Kwa taachana nazo. Hii ni kipindi cha kuweka full screen. Pengine unahitaji upate chati full ili uweze kufanya uchambuzi wako vizuri. Kwa hiyo ukiklik hapa katika full screen inafunguka na inakuleta katika eneo hili hapa ambalo unaweza kuiona chati kwa ukubwa kabisa. Kwa jinsi ya kuitoa hapo ni ukiklik katika back, unarudi katika chati yako na click hapa upande wa kulia pembeni, unarudisha pair zako ambazo wewe unakifanyia uchambuzi kwa muda huu. So tumemaliza katika kipengele cha full screen. Tukija katika kipengele cha take a snapshot, hii ni screenshot. Sasa nishafanya uchambuzi wangu, nataka ni share na mtu au nitume picha ya trading yangu za ambavyo nilivyofanya. Nikiclick hapa na click palipoandikwa snapshot, nikidownload image, automatically image itaenda katika PC yangu, katika file yangu, katika kompyuta yangu. Kwa naipata hii picha ambayo itakuwa nimeichukua hapa. Yes. Na picha itakuja itaonekana hapo mbele. Hisi mtu ambaye atakuwa na edit anaweza kaiweka hiyo picha hapo. So edit yangu ataweka hiyo picha. So katika kipengele ambacho kinachofuata ambacho ni cha muhimu sana, hizi ni aina ya masoko ambayo mimi wanapenda sana kuya trade, maana nimeweka hapa katika watch list. Kwa hiyo ni aina ya masoko ambayo kwa siku au kwa wiki lazima niyapitie. Kwa hiyo ndio maana nimeyaweka hapa. So let's say kuna hili hapa soko ambalo la British Pound ambayo ni GBP na Canadian. So let's say silitaki soko la chini, nikiscroll mpaka kulia kuna kialama cha delete hapa. Kwa hiyo nikidelete soko linatoka. Hata ya juu nao nikiwastaki nikidelete soko linatoka. Hii pia nikiwastaki nikidelete linatoka. So jinsi ya kurudisha masoko ambayo nimeyadelete ni very simple. Nakuja tu hapa katika add symbol, na click katika add symbol, na naleta katika aina ya masoko yote ya kiuchumi ambayo nataka nirudishe soko lipi. Kuna stocks, kuna fund, kuna futures, kuna forex, na mimi nina knowledge na ujuzi wa forex. Kwa hiyo nitaelezea sana kwenye forex. So let's say hapa nataka nirudishe ile pair ya nyuma ambayo ya GBP CAD. Kwa na click hapa ni GBP, then naandika CAD ambayo ina stand for Canadian dollar. Kwa naletea hapa pair ya GBP na Canadian dollar. So jinsi ya kuiweka kule katika watch list, na scroll down hadi upande wa kulia au kuna click katika hii alama ya kujumlisha add to watch list. Kwa hiyo nikiclick hapo automatic inakuwa nimerudisha pair yangu ya GBP CAD katika watch list. Na ukiangalia GBP CAD katika watch list ni hapa chini, nimeweza kuirudisha. So hapo unaweza ukaseti rangi, maybe rangi ya kijani, nyekundu, kulingana na vile ambavyo
pair hii na umuhimu gani kwako, ili ukija ukiona ukumbuke. Unaweza ukawa umefanyia uchambuzi leo, pair zinaweza zikawa hata pair mbili broker tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza ukaseti rangi tofauti tofauti au unaweza ukaweka moja hivyo, sio issue kubwa. So tuangalie katika kipengele kingine huku cha upande wa kulia, kuna kipengele ambacho kimeandikwa alert. Kwa hiyo nikija hapa katika alert sasa ndio unaona alamu ambazo umeziseti katika pair gani ambayo wewe ulikuwa umeifanyia uchambuzi, unasubiri price ifike ili uweze kukumbusha. Kwa hiyo jinsi ya kufuta alert, unakuja hapa una click tu delete, click delete hapo inaondoka, ukiklik pia na juu delete inaondoka. Kwa hiyo sasa hivi eneo hili hapa halina tena alarm ili ya kunikumbusha kwamba ikifika hapo ilinipe taarifa. Kwa maana yake unakuwa umedelete, umetoa. Kwa hiyo eneo hilo linakuwa halina tena alarm ya wewe kukukumbusha. Lakini hivyo hiki ndio kipengele ambacho nimekuelekeza pale alert, kwa hiyo pia kinaonekana hivyo. Then hapa kuna charts, unaweza ukaandika mawazo yako hapo baadhi na watu mkashare, ingawa sio kitu cha muhimu sana, pengine labda ukijua ndio kinakufanya uwe profitable au kutengeneza pesa sokoni. No, kuna vitu vya msingi. Hapa chini unaoneshwa upo katika pair gani, kama hapa inavyoonekana nipo katika Euro USD. Kwa hiyo Euro USD hiyo hapo inaonekana hivyo. Sasa kama nilivyosema hapo awali kwamba nitaelezea uchambuzi ambao ndani yake nitaweza kutumia hizi tools ambazo zipo huku upande wa kushoto, ndio nataka nianze kufanya uchambuzi ili uweze kuona video isiwe ndefu. Huku chini katika one day haya ni majira, then huku chini hakuna umuhimu sana kwa sababu nikiklik hapa naleta hii chart, sasa nikiwa sitaki nikiklik hapa inatoka. Kwa hiyo sio vitu vya muhimu ambavyo vinakufanya uwe profitable. Kwa hiyo kwenye vitu vya msingi. Sasa always mimi naanza kufanya kitu ambacho kinaitwa top down analysis. Top down analysis ni nini? Ni uchambuzi ambao unaanzia kufanyika kutoka time frame kubwa kwenda time frame ndogo. Let's say kama hapa naweza nikaanza uchambuzi kuanzia time frame ya wiki kuja time frame ndogo. Hapo kwenye time frame ya wiki inakuja ku identify the trend of the market, kwamba market ina trend kuelekea wapi. Unachokifanya hapa katika time frame kubwa ili kuona kwamba market maybe ipo uptrend au downtrend. Uptrend inamaanisha kwamba market inaenda juu au inashuka chini, price inaenda juu au inashuka. So price inaenda juu au inashuka, ndio unachokifanya katika time frame hii kubwa. Na katika forex kuna terminology mbili ambazo zinatumika, bearish na bullish. Bearish ni price kushuka, bullish ni price kupanda. Kwa hapa na identify kwamba hapa ni bearish ambao ni downtrend, kwamba sasa hivi sellers wana nguvu katika soko la Euro USD ambapo wameshusha price yake kwenda chini. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunachokifanya katika time frame. Narudi katika time frame ya one day kutoka katika one week, pia nafanya uchambuzi wangu kudhihirisha kile ambacho nimekiona katika one week. Kwa hapa nakupeleka faster. Lengo sio kukufundisha uchambuzi, lengo ni kukuonesha ni jinsi gani ambavyo nitatumia hizi tools ambazo zipo upande wa kushoto katika uchambuzi wangu ili uweze kujua maana yake na umuhimu wake. Kwa sasa turudi, let's say nishafanya top down analysis katika hizo time frame zote. Let's say nipo katika time frame ya 1 hour ambapo nakuja kwa identify zoni zangu za resistance and support. Kwa wewe ambaye umejifunza forex, I hope unajua resistance and support inamaanisha nini. Kwa wale ambao hujajifunza nitaelezea kidogo ili uelewe ni kitu gani ambacho tunachokifanya. So resistance ni sehemu ambayo sellers wapo tayari kushusha price kwenda chini. Sehemu hiyo inamaanisha ni sehemu ambapo buyers kila wakifika sellers wanaingia na wanaipush price kwenda chini. Kwa mfano nikitaka nitafute vizuri ili uweze kuelewa hii concept ya resistance and support, ngoja nitafute chart ambayo itanionyesha, itanipa opportunity ya kuziona hizo resistance and support clear kwa wale ambao wanafahamu. Nimekuja katika pair ya United States dollar na Canadian dollar ambao kifupi chake ni USD CAD. Hiyo hapo kwenye symbol juu inaonekana, na hapa sasa nakuja ku identify level ambazo ni za support na resistance, kwa sababu hapa nimeona kulikuwa na ranging market ambayo ina move katikati. Hii huwa tunaita ranging market. Hii haiendi juu, haiendi chini, inatembea katikati, then kutoka hapo inaendelea na direction yake
ambayo ilikuwa imetoka nayo. Nikimaanisha direction ambayo ilikuwa imetoka nayo ilikuwa hii huku, inaonyesha kwamba mwelekeo wake ni kubai na market imeendelea na hiyo trend. Sasa resistance ni wapi? Resistance ni eneo ambalo sellers wapo tayari kushusha price, kupeleka bei chini. Kwa hiyo ni eneo ambalo buyers wakifika, wanunuaji hawavunji ile eneo, sellers wanaingia na kupush price chini. Kwa hiyo ile eneo identify kwa kuguswa na sellers almost kama mara 2 mara 3. Kwa mfano kama naweza nikasema kwamba kwa sababu kwenye ranging market hapa kuna kitu ambacho kwenye ranging market resistance and support inafiti. Kwa hiyo tuseme hii hapa juu ndo resistance yangu. Yes, ili kufanya video isiwe ndefu na uweze kuelewa, kwa hapa na type resistance yangu. Yes, hii ni resistance. Kwa hapa zile ambapo nilivyo type resistance tayari nimeshatumia tool moja hapa ambayo iko upande wa kushoto, na tool hiyo ni hapa ambayo ya T. Yes, hii ya T tayari nimeshaweza kuitumia, ambayo annotation tools ni tools kwa ajili ya kuandika. Kwa hiyo hii hapa tayari niliadi hapa katika favorite yangu, nishakuelekeza jinsi ya kuadi. Kwa hapa imenisaidia kwenye kumark, kugundua kwamba hii ni eneo langu la resistance. Na pia tool nyingine ambayo nimeitumia ni tool ya horizontal, hii hapa ambayo nimeiweka hapa chini. Kwa hiyo horizontal inapatikana huku upande wa kushoto, ukiklik hapa then uta scroll down kuja kuipata, ni hapa horizontal. Kwa hapo tayari umeshatumia vipengele viwili, ni horizontal pamoja na hii tool ya annotation. Kwa katika hii tool ya trending lines, hii mistari inaitwa trending lines, na hapa nimetumia tool ya horizontal. Kwa hiyo sasa pia nahitajika nipate area yangu ya support, kwa sababu tuna resistance and support, lazima pia nipate na support. Support yangu hii hapa chini. Tunachokifanya naweka mstari wangu wa horizontal hapa chini. Yes, hii ni support yangu. Kwa hiyo pia lazima ni maki kwa kuandika hapa support yangu kwa wewe ambaye nyingine ni mgeni ili katika forex ili uweze kuelewa. Kwa hiyo nikisha click hapa kuna kuwa nimepata resistance and support, lakini paka hapa tayari nimeshatumia tools mbili, moja hapo ni hii ya horizontal na hiyo ya text. Sasa ili uweze kupata hii concept ya resistance and support, ndio ambavyo inafanya kazi ni hivi. Nakuja natumia tool nyingine ambayo inaitwa pass. Hii hapa, hii pass hapa na identify the ambavyo buyers walivyokuwa wamefika, buyers wametoka huko chini wakafika hapa, wakashindwa kuvunja, wakarudi tena hapa, wamekuja wametesti resistance, wanashindwa kuvunja. Unaona hizi sehemu mstari huo unaguswa, lakini buyers hawavunji, sellers wanaingia. Kama hapa buyers walivyogusa, sellers wameingia, wamepush price kuja chini, then buyers wakaingia tena wakaipush price kwenda juu. Kwa hii sehemu ya chini ndio inaitwa support, kwa sababu ni eneo ambalo buyers wanaingia na kuipush price kwenda juu. Ile eneo hili ndio tunaliita support. Ile hapa la chini inaitwa support, eneo ambalo buyers wanaingia na kuipush price kwenda juu. Kwa the ambavyo concept ya resistance and support inafanya kwa vile uweze kuelewa kwa ufupi, ni sawa sawa kama ukiwa nyumbani kwako juu ya bati na chini katika floor. Ukichukua kitu kikirusha kwenye juu ya bati, kinazuiliwa na bati, kinarudishwa chini, na kitu kikifika chini pia kinasupportiwa na sakafu kwenda juu. Kwa hiyo ukichukua kitenesi ukiwa ndani kwako kikirusha juu, kitazuiliwa kwenye bati. Kwa hiyo bati ndio linasimama kama resistance, then kitenesi kikirudi chini katika sakafu kinapushiwa tena kwenda juu, sakafu inasimama kama support. Kwa hivyo ndio jinsi ambavyo maelekezo mafupi kuhusu resistance and support ambavyo inafanya kazi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kila zile ambavyo price ikienda juu haivuki katika mstari, hapa imefika, sellers wakaingia na kupush price chini. Kwa sasa tayari unakuwa umeshapata kwamba ushaelewa hii concept kwamba kila price inapofika katika mstari wa support inapelekwa juu, inapofika katika mstari wa resistance inarudishwa chini. Resistance inarudishwa chini hata kama ito touch direct, lakini support inapelekwa juu. Sasa kwa mfano kama hapa tayari nimesha identify kwamba kila price ikifika katika resistance inarudishwa chini, katika support inapelekwa juu. Sasa nataka nichukue hiyo opportunity ya mimi kutengeneza faida katika soko. Kwa ninachokifanya, nasubiri hapa price ifike katika hii support yangu hapa. Yes, hapa ambapo navuta mstari ili niweze kuingia sokoni na kubai. Kwa baada ya kuwa price imefika hapa, let's say kama hii tu ingekuwa inafanya kazi ningeziba hivi.
Kwa baada ya price kufika hapa, sasa nasema kwa sasa hivi price imeshafika hapa katika support yangu. Kwa maana yake baada ya kufika hapa itasapotiwa kwenda juu, kwa sababu huku nyuma nimeshaona kama mara 2 mara 3 price inazuiliwa, inashindwa kuvunja hii support. Kwa nasema kwamba hapa ilipofika kuna uwezekano wa kubai kwenda juu. Kwa hiyo ninachokifanya natumia hii kasa hii hapa. Baada ya kufika hapo, unaona hapa imezuiliwa, hapa imezuiliwa, hapa imezuiliwa, hapa imezuiliwa. Kwa hiyo sasa hapa tayari nimeshaona huko nyuma kama mara 2 mara 3, na tukisubiri hapa ni kuweza kubai, kwa sababu kila ikifika hapa katika support haiendi chini na buy. Kwa sasa nachukua opportunity yangu ya kubai. Sasa ili niweze kubai lazima niweke setup yangu. Kwa sasa hapa narudi katika tools kutumia tool ya kubai. Kwa hiyo unakuja hapa katika hii forecasting and measurement tools hapa. Kwa hiyo nikisha click nakuja kuchagua long position, kwa sababu nataka ni buy, natumia kitu ambacho kinaitwa long position. Kwa hiyo na click katika long position ambayo katika favor tool yangu ni hii hapa. Kwa sasa hii kazi yake nakuja na iset hapa, kwa sababu nataka ni buy, maana yake nasema kwamba price ikifika hapa itovunja katika support itabuy. Kwa hiyo naweka position yangu na target profit yangu hadi hapa juu katika resistance. Yes, na support yangu na stop loss yangu lazima iwe chini ya support. Kwa hiyo sasa hapo kuna kitu ambacho kinaitwa risk to reward ratio, ambacho unaweza ukajifunza kwamba unaweza kama una target kupata faida ya pips 35, unahitajika upoteze nusu ya pips yake. Kama lesi labda ukipoteza lesi, naweza nikaweka hapa labda 15 hivi. Kwa maana yake hii niweze kupata faida ya pips 35 hizi, yes, na risk pips 16. Kwa hiyo in case kwamba hii trade ikikataa na kupoteza pips 16, ikikubali napata mara 2 yake pips 36. Kwa hiyo ni kipengele kingine ambacho utajifunza kwa muda wako. Sasa ili muda usiwe mrefu, kwa setup yangu naiweka kama hivi. Yes, kwa setup yangu imeweka. Kwa hiyo kama baadaye nakuja kuangalia trade yangu nakuta kwamba price imeenda na take profit imekuwa hiti. Kwa nini? Kwa sababu price ilipofika hapa katika katika support haijavunja, ikabai, ikawa inakaribia kufika katika take profit yangu, lakini haikufika, ikaishia hapa. Yes, then ikaja ikatengeneza higher low, afu imekuja imetengeneza higher highs hapa ambayo unaiona hapo. Hii na final take profit yangu imekuwa hits, na target yangu imefikiwa. Kwa hiyo hapa unaweza kuona kwamba tayari nimeshatumia tools ya long position katika uchambuzi huu ambao niliokupa ni quick analysis kwa ajili ya kuona ni jinsi gani ambavyo hizo tools za upande wa kushoto zinafanya kazi. Hivyo kwa sasa mpaka hapa leo utakuwa umeelewa ni jinsi gani ambavyo kuna baadhi ya tools zinatumika humo katika uchambuzi. So let's say hapa juu nime-identify resistance yangu nyingine hii hapa, kwa sababu pia price imeshindwa kuvunja ile eneo ambalo naliwekea rectangle hapo. Price imeshindwa kulivunja, kila ikifika hapo inazuiliwa na kurudishwa chini. Kwa sasa hili inabidi nimaki kama resistance yangu. Kwa hiyo nakuja nachukua horizontal naweka hapa. Baada ya kuweka horizontal hapo, horizontal inakaa kama resistance yangu. Kwa hapa panakuwa resistance, naandika pia resistance. Sasa hapa kama resistance, mstari wa chini unafanya nini? Kuna concept moja ambayo wanasema kwamba resistance ikivunjwa inageuka kuwa support. Sasa resistance hii ilivunjwa, yes, resistance ilivunjwa hapa nilipobai, price ikavunja ile resistance. Kwa hii resistance baada ya kuvunjwa inageuka kuwa support. Kwa sasa hivi inakuwa tena sio resistance, inakuwa hii ni area yangu ya support. Kwa resistance ikivunjwa inakuwa support, yes, na support ikivunjwa inakuwa resistance. Kwa hapa na type kwamba hii ni area yangu. Kwa hapa juu tayari nimeshapata area nyingine ya resistance, hapa support. Sasa kama ni concept inavyosema ya resistance and support, jinsi ya kutrade, unaona hapo kwamba price imezuiwa kwenda juu, kuja imeshindwa kuvunja, sellers wameingia kwa nguvu sana. Kwa hiyo hapa unatafuta opportunity ya kusell. Kwa hapo unahitajika utumie tools ambayo inaitwa short position. Yes, hii hapa. Kwa hapo kwenye short position utatarget hivi na utatarget faida yako kama hivi. Yes, utaangalia risk to reward ratio yako
let's say kama unataka uriski pips 30 au let's say pips 40, maana yake unabidi 40 kwa 20. Hapa ni 40, huku juu inabidi iwe 20. Fine hivi. Kwa hapa nimetumia tool ya long position, hapa juu nimetumia ya short position. Ingawa hapa juu katika kuseli usichukulie uchambuzi, kwa sababu uchambuzi mzuri trader hutakiwi kubai katikati ya resistance and support. Unabidi usubiri either price ije hadi kwenye resistance ndio useli, au usubiri price ije hadi kwenye support hapa chini ndio ufanyaje, ndio ubai. Kwa hiyo huo ndio uchambuzi mzuri kwa trader ambaye yuko very clear professional. Inabidi ufanye kitu kama hicho, lakini hapo kwa ajili ya kukuonesha wewe jinsi gani ambavyo short position na long position nafanya kazi, inabidi nitumie. Kuna tool nyingine hii ambayo inaandikwa measurements. Kwa sasa hii let's say unataka upime pips, kujua kwamba kutoka hapa nilipoingilia hadi hapa katika faida palikuwa pips ngapi. Kwa hiyo unakuja katika measurement, unachukua hiki measurement yako rula, unaipima hapa na inakupa pips ambazo za faida umezitumia. Hapa juu inaonyesha 36 hapa katika blue hii. Sasa hivi napanda 40 50. Kwa hiyo ni measurement. Na pia unaweza ukapima kwenye hasara ukajua kwamba okay, kumbe katika hii area nyekundu hasara ni pips fulani, pips 16, na katika hii kijani faida ilikuwa ni pips 35. Kwa hiyo tu natumia katika mfumo huu hapo. Yes. Sasa let's say baada ya kumefanya uchambuzi wako wote na unataka ufute kila kitu, unakuja hapa katika remove, na ukiklik hapo katika remove una delete kila kitu. Sasa let's say nataka ni delete hapa, ni click katika remove na click hapo, inaniambia either ni remove mistari au ni remove indicator. Indicator bado sijatumia, au ni remove kila kitu, mistari na indicator. Kwa mimi na click hapa katika remove drawings, na ukiangalia mistari yote imepotea na chart yangu imerudi kuwa clean. Kwa hii option ya huko hii tu ya delete ni remove option, inafanya kazi ya kuremove. Sasa kipengele cha mwisho ambacho naenda kukuelekeza ni kipengele cha matumizi ya indicator. So jinsi ya kutumia indicator, utakuja juu hapa palipoandikwa indicator, utaklik katika indicator, then utahitajika usearch hapa indicator ambayo wewe utakuwa umejifunza huko kipindi ambapo unajifunza forex. So kama mimi najua indicator moja hapa ambayo nitatumia kukufundishia jinsi gani ambavyo indicator inatumika, inaitwa Relative Strength Index, lakini hapa nitaisearch kwa kifupi RSI, hiyo hapo. So na click ni hapa RSI. Baada ya kuklik hapo kwenye RSI, automatically imekaa indicator yangu hii hapa chini katika chart yangu. Ni hapa ni huu mstari ambao unapanda na kushuka. Yes, hii ndio indicator yangu. So RSI ni jinsi gani ambavyo inafanya kazi. Zile ambavyo RSI inafanya kazi, inakuwa ina level ambazo unaona mstari, kuna sehemu ukifika kama hapa chini unapanda, na ukifika hapa juu unashuka, ukifika hapa chini unapanda. Unaona ukifika hapa chini hapa umepanda, ukifika hapa umepanda, ukifika hapa umepanda, lakini huku juu unaona ukifika huku juu unashuka. Sasa ni jinsi gani ambavyo utajua kwamba ikifika katika level hii inashuka, ikifika katika level hii inapanda. So the way ambavyo nasema kwamba ikifika katika level hii inashuka, ikifika katika level hii inapanda, hii ni price. Kinachofanyika hapa chini katika mstari ndio kina represent ambacho kinachotokea huku juu katika hizi candlestick. So ni kitu kimoja. Sasa tena kukuonesha ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaiseti hii RSI yako indicator, ili uweze kujua ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaitumia. Before sijaenda kuonesha kitu ambacho bidi ukijua, indicator ni kitu ambacho kinaashiria mwelekeo wa kitu fulani ambacho kinachoenda kutokea, kama zile ambavyo indicator ambazo zipo katika gari, kiwasha kushoto inaonyesha gari inaelekea kushoto. Kwa the same pia katika trading, indicator hapa inatumika kuonesha mwelekeo wa bei. So ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaenda kuiset indicator yako. Uta double click hapa kwenye indicator. Baada ya ku double click, uta scroll down katika option ya setting huko chini. Baada ya kuklik katika setting, itakuleta hapa kuna option tatu. Kuna input, kuna style na kuna visibility. Kwa ukianza na hapa na input, make sure hapa kwenye RSI length ipo 14. Yes, then make sure kwenye length 14, then utakuja katika kipengele cha kati, kwa sababu hapa kina umuhimu sana. So ukija katika style hapa, kitu cha kwanza ambacho inabidi kuseti ni hii sehemu ya kwanza hapa, option ya P, option ya 3 kutoka mwanzo. 1 2 3 hapa ilipoandikwa RSI hapa band. So hapa kwenye RSI hapa band, make sure unaweka
70. Make sure hapa unapaweka 70 kama mimi ninavyosoma, na hapa utaangalia rangi ambayo wewe unapenda kuiweka hapa. Kwa mfano mimi kwenye hii 70 nitaweka rangi nyekundu na nitakuelezea huko mbeleni. Then kwa jinsi ya kuweka rangi nyekundu, na click hapa, na click kwenye nyekundu. Then hapa nataka mstari ukae mzima, kwa sababu mstari mwekundu hapa katika chart huko umerudi katika indicator una vidoti doti. Kwa nataka ukae mzima, kwa unakuja na click hapa chini palipoandikwa line style huku chini. Kwa nikisha click hapa unaona mstari umekuwa mzima huu hapa kasa yangu inaonyesha. Sasa nataka niuongeze ukubwa, kwa unakuja hapa katika thickness naweka hii namba 3, 1 2 3, mstari wangu unakaa. So baada ya hapo na click katika hiyo rangi nyekundu inakaa hivyo. Then kuna option ambayo imeandikwa RSI middle band. Hapa kwenye RSI middle band make sure panakuwa 50, na rangi hapa make sure unachagua rangi yoyote. Kwa mfano mimi hapa kwenye RSI middle band nitachagua rangi nyeusi. Kwa hiyo nakuja kwenye rangi nyeusi na click, na kuja pia katika mstari huku chini naweka mstari mzima. Hapa kwenye thickness naweka namba 3. Yes, mstari wangu unaonekana katika indicator yangu. Then nakuja katika option ya mwisho ambayo ni RSI lower band. Kwa hapo kwenye RSI lower band make sure panakaa 30. Mstari ambao nitautumia hapa ni wa kijani, na nitakwambia kwa nini nimeweka hizi rangi. Kwa sasa nakuja naweka hapa mstari mzima, naweka hapa namba 3 hiyo hapo. Kwa nikisha click hapo nakuja huku chini na save, na automatically indicator yangu hapa chini imekuwa na mistari mitatu. Kuna mstari wa juu ambao mwekundu, katikati mweusi na chini kijani. Sasa kwa nini nimeweka huo mstari? Vile ambavyo hii indicator inafanya kazi, kuna level ambazo indicator hii ikifika basi ujue kuna level ambayo price mstari huu ndio price bei. Kwa kuna level ambayo mstari ukifika katika hii indicator always huwa unageuka kuelekea chini. Level hiyo ni mstari ukifika katika level kuanzia 70 mpaka 100. 70 ni wapi? 70 ni mstari mwekundu ambao nimeuseti kule katika indicator yangu. Kwa hiyo mstari mwekundu ukiufuatilia huku kulia unaona hapa pameandikwa 70. Kwa maana yake kwamba price kila inavyofika katika 70, ukiangalia hata huku nyuma historia, kila mstari unapofika katika 70 una drop. Umeona hapa 70 umeshuka. Yaani unaona kwamba kila unapofika katika 70 hapa, umefika katika 70 unashuka, ukifika katika 70. Kwa sasa hivi hapa upo katika 70, maana yake kuna possibility kubwa ya bei kushuka, price kwenda chini. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo indicator zile ambavyo vinafanya kazi. Na price ikifika katika mstari ambao level yake ni 50, sana sana hapa bei inakuwa haina nguvu, inawezekana mwelekeo wake unakuwa utabiriki, unaweza ukaenda juu au chini. Kwa hiyo zinakuwa kati. Kwa mstari wa kuzingatia au level ya kuzingatia ni mstari mwekundu ambao utaweka level ya 70. Kwa kuanzia 70 huku juu inaendelea inakuwa ni 100, lakini hapa hapaoneshi. Kwa indicator ya RSI zile ambavyo vinavyosema kwamba price ikifika katika mstari kuanzia 70 hadi 100 kuna possibility kubwa sana ya price kudrop, kushuka. Na ndio huu mstari wangu ambao mimi nimeumaki 70 hapa, kwa sababu 70 mpaka 100 kwa hiyo siwezi kuweka 70 na 100. Kwa hiyo nimeweka 70 kwa sababu ndio level ambayo price ikifika hapo kuna possibility kubwa sana hii price kushuka chini. Na pia hii indicator zile ambavyo inavyosema price ikifika kwenye kuanzia 0 mpaka 30. 0 ni huku chini, 30 ni katika huu mstari wangu wa kijani. Ukiangalia nikiufuatiza hapa unaonesha upo katika 30. Kwa hiyo kila price inafika katika 30 kuna possibility kubwa sana ya price kwenda juu. Sasa nikikurudisha katika indicator yangu utaona, fuatilia huu mstari. Kila unapofika katika 30 unaweza kuona kwamba unapandisha. Kila unapogusa katika mstari wa kijani unapandisha kwenda juu. Kila unapogusa katika mstari wa kijani unapandisha kwenda juu. Na ukifika katika mstari mwekundu unarudisha kwenda chini. Hii RSI, yes, Relative Strength Index, ni jinsi ambavyo inafanya kazi hivyo. Yes. So lazima uelewe matumizi yake kwamba price ni huu mstari unapofika kuanzia kwenye level ya 70 mpaka 100 kuna possibility kubwa sana ya price kushuka. Kwa hiyo utamaki level yako ya 70 kwa mstari mwekundu, then price itakapofika katika level yako ya kijani ambayo itakuwa ni level ya 30 kuna possibility kubwa sana ya price kuja kwenda juu, kuna possibility kubwa sana ya price kubai. Kwa hiyo unavyoona hapa, ukiangalia hapa chini ndio tunaweza tukatem kama hii ndio level yetu ya 30 na huku juu ndio level yetu ya 70. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kila mstari unapofika hapa, kila price inapofika katika hii level ya 30 inaenda juu. Yes, na sasa hivi
Ukija katika indicator huku price imeshagusa katika level ya 70. Kwa maana yake hapa kwenye 70 kuna possibility kubwa sana ya hii price kuja chini. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kushort, kuseli hapa kulingana na maelekezo. Lakini kitu ambacho inabidi ukijue, hauwezi kuanalyze kwa kutumia indicator peke yake. Unahitajika kutumia indicator, strategy, chart pattern, candlestick pattern. Ni vitu ambavyo kwa pamoja ukivicombine vinakupa confirmation kubwa ya kuhakikisha kile ambacho unachokifanya kwamba ni kipo sahihi. Kwa hapo nimekuonyesha ni jinsi gani ambavyo unaweza kutumia indicator, na kuna indicator nyingi sana katika TradingView. Kwa ni muda wako utaenda kuzisoma. Ukija kuzitafuta una click hapa kwenye indicator, uta search indicator yote ambayo utakayokuwa umesoma katika vitabu vyako vya forex, na ukitoka hapo utakuja utaiapply huko na itakusaidia katika uchambuzi. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo utakuwa umeelewa ni jinsi gani ambavyo indicator unaweza ikakusaidia katika masuala ya uchambuzi. Kwa mpaka kufikia hapa hiyo kwamba nimejaribu kuelezea vitu muhimu sana ambavyo lazima kama mtu ambaye anataka kudili na masuala financial market, masuala ya uchambuzi wa masoko ya kiuchumi, ni vitu ambavyo lazima uvielewe katika TradingView, kwa sababu TradingView ndio application ambayo inakupa access hiyo ya kuja kuchambua masoko yako ya kiuchumi. Kwa hiyo vitu ambavyo nilivyokuelekeza hapo ni vitu vya muhimu sana ambavyo mimi nimekuwa nikivifuatilia, nilikuwa nikivifanya mara kwa mara, na vinanipa matokeo mazuri katika uchambuzi wangu ambao huwa naufanya. So bye bye.